Ritukuri goro magega y'abaraibazi mio One Kenya Alliance kubeka amukutano imi county ya Busia nigo bwana musubati Martha Karua eritiri bagari abene ryo gusomera serikali ya Kenya kwanza yekora wa mu president ugatano musike William Samuel Ruto asogote buna nigo bakorire butumike bube bwekibesa none boyigo ukwane tukurigo nigatete buna nigo serikali iga yaberire mitinyi 5 agwo asebono yasinyirwa ke ya obugima bwa Kenya anene mono gotarora asechisemi abatinye kitali amone bintu binde nona bwo nigatete buna niko bagutumika kibesa bobe agwasaba kunchikana kira emikutano eye kwere kibesa kinyinge korende gotacharia amagima ya Kenya tiangwa ruboturiga rwabene kuri account ya Busia na mungana lengiti kuri koro Busia oye! Busia oye! Wananchi wapendwa wa Busia, asanteni kwa kuja kwa wingi. Mimi nasema Busia ni nyumbani. Wale hawakumbuki, tulianguka na ndege hapa Busia. Mungu akatupatia nafasi ya pili. Kwa hivyo uhai wangu wa pili ulianza wapi? Hapa Busia. Nikiwa hapa niko nyumbani. Baba amenena, mmemsikiza? Sisi tunasema hivi, kura zilizoibiwa ni za wananchi wa Kenya, ni za watu wa Busia na ni za Kenya mzima. Na mulipiga kura zenu mukitaka kuokoa maisha yenu. Mulijua ya kwamba baba akikalia, gharama ya maisha itarudi wapi? Mulijua watoto wenu watasoma bila malipo. Baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu hakuna mambo ya fees. Tulikuwa tumekagua bajeti ya Kenya na tukaona ya kwamba iko pesa ya kutosha ya kusomesha kila mtoto Mkenya bila kusumbua mzazi. Tulikuwa tumeona iko pesa ya kutosha ya kuleta bei ya unga chini na gharama ya maisha wapi? Chini. Tulikuwa tumeona pesa ya matibabu iko. Mimi nataka kuwaambia wale walinyakua kinguvu wanaelezea walikuta hakuna pesa. Hiyo ni uongo tupu. Kila mwezi, kwa hiyo miezi 5 karibu 6 wamekalia, wanakusanya ushuru bilioni 173. Hiyo miezi 5 peke yake wamekusanya 863 billion. Karibu trilioni 1 kwa miezi 6. Hiyo pesa yote imeenda wapi kama haija teremsha bei ya unga? Hiyo pesa yote imeenda wapi kama ungali unasumbuliwa na masomo ya mtoto wako? Hii ni serikali ya waporaji. Wamepora chakula yako, elimu ya mtoto wako, wamepora pesa yako ya matibabu. Na bado wanaendelea kupora kila pande. Umeona kwa miezi 5 ile kazi kubwa wamefanya ni ya kujiondolea mashtaka ya wizi, ya uporaji, ukora wa aina yote. Mnyonge amewachwa jela, mnyonge amewachwa kotini, wao wamejiondolea mashtaka. Kama mashtaka yao si ya ukweli, kwa nini hawangewachilia kesi ziendelee tusikize ushahidi? Ndivyo mtu akiwachiliwa tuseme na kweli mshahidi alinena. Hii ni serikali ya majambazi. Ujiulize kama wewe Mkenya mnyonge mwenye kunyanyazwa, utaendelea kuvumilia serikali ya majambazi ya kukunyanyasa kila wakati? Mmesema mko njaa, na ndio nikauliza kama DJ yako na ile wimbo ya Juliani inasema niko njaa hata siwezi karanga, hoe hae shagala bagala,
niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Sasa, halo, sasa nawauliza, muko tayari kulipa gharama? Mutangojea maovu yatawale Kenya? Mko tayari? Na ndio baba akamkumbusha, Busia msilale, Busia msilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Hii ni safari ya kutafuta haki ya mwananchi, haki ya mnyonge. Hii si safari ya baba kujitafutia makuu. Baba anajali maslahi ya mwananchi. Baba ako na uchungu. Wananchi wanaendelea kuumia sababu nchi yetu imetekwa nyara na wachache. Wakasema iko makateli, kumbe wao ndio makateli. Kila jambo wanajipatia na mwananchi anabeba mzigo. Wewe unaambiwa ulipe kodi ya juu, na mabwenyenye wako na makesi ya kodi wameondolewa. Wewe ndio utawabeba wewe. Wanaendelea kunyakua ardhi yetu. Wale wako kotini wameondolewa mashtaka, waendelee kunyanyasa mwananchi. Hatuwezi kukubali hayo kamwe. Mimi nataka kuongeza tu ile baba amesema. Katiba yetu inasema mwananchi ndio mwenye nguvu. Tukaenda mahakamani, mahakama na Wafula Chebukati wakaficha sava. Sasa whistleblower amefichua. Wewe unasema si hivyo, fungua sava, ukweli ujulikane. Na hatuwezi kubali kama miaka hiyo ingine wawe wanaiba, tunakaa kimya, uchaguzi mwingine inakuja, mambo inaendelea vile vile. This time, a time has come when the truth must be known. Na kama wa Kenya, we must say enough is enough. Na lazima tuambie mnyakuzi namba 1, Ruto, tumwambie tawe. Ruto, Ruto, Ruto. Na kama hasikii Kibaluya, tumwambie Ruto must, Ruto must. Na aelewe hii si mchezo. Hii ni Wakenya wananena. Kama Wakenya wako njaa hawawezi karanga, huwezi ukaendelea kupora mali yao. Huwezi kuendelea kutumia mali ya Wakenya kununua wabunge. Kama wewe ulichaguliwa, kwani huna wabunge wa kutosha? Lakini kama umenyakua kiti kinguvu, unajua bunge imejaa Azimio, na ndio umeanza kutoa pesa na kununua watu. Utanunua wabunge, lakini huwezi ukanunua hawa wananchi wote. Utanunua wabunge, huwezi ukanunua Wakenya wote. Wale tutabaki, turudishe nchi yetu, tuone ya kwamba yule alichaguliwa na wananchi na sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Aongoze Kenya, maisha ya wananchi iendelee. Sasa nimwambie jambo moja wanafanya. Mambo ya petroli, energy. Mafuta ilikuwa inaletwa na makampuni ya mafuta. Leo hii wako na mpango ya kuingilia mambo ya mafuta, wajitayarishe bei ya diesel, kerosene na kila kitu iendelee kufanya nini? Tutavumilia kweli? Ruto akisema kateli, mjue kateli mkubwa sana kwa hii nchi ni nani?
mambo yote ya uporaji, uwe ni uporaji wa kisiasa, ni uporaji wa fedha, mambo yote, mperaji namba moja ni nani? Tutavumilia kweli? Wananchi wenzangu, bado mapambano tushikilie. Sisi tuko tayari kulipa gharama, na kama mko tayari basi tuende bila kusimama.